Biblia inasema upendo wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Mungu yuko tayari kukuokoa. Haijalishi umekuwa na dhambi nyingi kiasi gani. Dhambi ndio njia iliyokufanya muone Mungu ni adui yako. Dhambi ndio njia iliyokufanya uone Mungu anakushtaki. Biblia inasema kwamba yuko mshtaki mmoja anaitwa Shetani, Ibilisi na Shetani. Mungu hawashtaki watu dhambi. Mungu hahesabu dhambi. Mungu hahesabu makosa yako. Hii ni tabia yake na hivyo ndivyo alivyo. Kwa haijalishi umekuwa na dhambi nyingi kiasi gani. Haijalishi umekuwa na makosa mengi kiasi gani. Lakini habari njema ni kwamba Mungu mkono wake haujapunguka kukuokoa hata sasa hivi. Mungu hajapunguka kukuokoa hata sasa hivi. Bila kujali wewe umekuwa mdhaifu kiasi gani. Haijalishi umekuwa mchawi na unajulikana kama ni mchawi. Haijalishi umekuwa ni mbaya kiasi gani. Haijalishi jamii inakutambua kwamba wewe ni kibaka, haijalishi. Lakini Mungu anakuita, anasema sijapunguka kuokoa. Mkono wangu hujapunguka hata usiweze kukuokoa. Sikio langu si zito hata lisiweze kusikia. Kwa hiyo tunaye Mungu anayeokoa. Tunaye Mungu anayeokoa. Mungu ni Mwokozi. Mungu sio adui wa wanadamu. Mungu hawachukii wanadamu. Kwa nini nimekuletea habari hizi njema? Nimekuletea habari hizi njema ni kwa sababu tu nataka ujue namna gani Mungu anakupenda. Usalama wako unategemea kumwamini Mungu sasa, kumwamini Yesu sasa, kwamba ni Mwokozi, alifufuka kutoka kwa wafu kwa ajili yako. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3, anasema na hili ni zuri nayo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Mungu anataka nini kwako? Anataka upokee wokovu wake. Wokovu maana yake ni usalama. Wokovu maana yake ni uzima wa milele. Mungu anataka upokee wokovu wake. Mungu anataka ujue kwamba yeye ni Mwokozi. Yeye si adui yako. Yeye hajawahi kukutegea mtego. Hana fitina yoyote na wewe. Mwanadamu mwenzako anaweza akakuwekea fitina, akufanyia fikisi, lakini Mungu hawezi kufanya hivyo. Mungu ni mwema kwako, anakupenda.